mpaka mkutano huu ulikuja kufanyikia hapa Tanzania? Vigezo vilivyoangaliwa ni vingi, lakini mara nyingi wanataka kwamba stability, kuwe na nchi, yani kuwe na uwezo sio tu wa kuweka watu wengi kwenye sehemu moja, lakini pia usalama, uwezo wa nchi kwenye kukabiliana na changamoto mbalimbali, ikiwemo kuangalia namna ya kuhifadhi wale wageni ambao wanakuja, kwa sababu wakija sio kwamba wanakuja ile siku tu ya mkutano, lakini watakuja siku 5 kabla, wataanza kuangalia mazingira, lakini pia ile taasisi ilishakuja mara 2 mara 3 kuangalia ustahimilivu wa miundombinu yetu, lakini pia taasisi zetu za usalama, na kuangalia kama tuna vitanda vya kutosha kulaza hao wageni wao. Wengi walikuwa ni wageni mashuhuri. Kwa hiyo vyote hivyo viliangaliwa na tukaonekana kwamba tumeweza na tumevuka hivyo viwango. Lakini pia labda niwarudisha nyuma, Benki ya Dunia pia ilishawahi kushirikiana na Tanzania kuleta ule mkutano mkubwa sana wa bara la Afrika, ambapo maraisi 24-23 walifika Tanzania kwa mara ya kwanza toka wakati wa mapambano ya kupigania uhuru. Hatujawahi kuwa na maraisi wengi kwa wakati mmoja, lakini walifika hapa Dar es Salaam na wakasaini mkataba wa Dar es Salaam ambao unasema kwamba wakaweka nguvu zao kwa pamoja kwenye hii miundombinu ya Afrika kuhakikisha kwamba by miaka 10 ijayo wa Afrika milioni 300 waondoke kwenye kukosa umeme. Ule mkutano ulikuwa unaitwa misheni 300. Yaani kwamba milioni 300 hii ambayo imebaki iondoke kwenye kikwazo cha kukosa umeme barani Afrika. Wanatabiri kwamba ni watu milioni 600 hawana umeme, lakini wenyewe wakasema kwamba azimio la Dar es Salaam ni kwamba miaka 10 hii ijayo, miaka 15 ijayo, wale 300 ambao ni nusu ya ile 600 waondoke kwenye kukosa umeme. Na walichagua Dar es Salaam kwa sababu Tanzania tumeweza kwa kiasi kikubwa kuweka miundombinu ya kutosha kupeleka umeme vijijini. Kwa sasa hivi kila kijiji kina umeme. Na huo ndo mradi ambao Benki ya Maendeleo ya Afrika umeuangalia kwamba ni mradi wa kuleta nishati na kuleta mwanga na kuleta nishati ile ya umeme kwa Watanzania wengi. Kwa hiyo tunasema hii ni nchi ya mfano. Kwa hiyo wakaleta ule mkutano. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Sio tu Tanzania tumejipambanua kwamba tunaweza kuwaleta ama kuweka hii mikutano hapa, lakini pia tunataka kuwaonyesha Waafrika wenzetu kwamba inawezekana. Mkiwa na sera madhubuti, mkiwa na miundombinu ya kutosha, lakini pia mkiwa mmejaliwa fursa kama tuliojaliwa sisi kuwa lango la Afrika Mashariki. Tumezungukwa na nchi 6. Tumezungukwa na nchi nyingi, nchi 8 nadhani takriban, lakini kati ya hizo 6 ambazo tunakutana nazo ambazo hazina bandari ama hazina bahari moja kwa moja, they are land linked. Kwa hiyo tunaangalia na namna gani ambavyo tutajichukua sasa sisi kama eneo letu la kijiografia, sio tu kusaidia wale wengine, lakini kufanya muunganiko ambao utaleta manufaa ya kiuchumi. Ukimfungulia mtu fursa ya kumletea nishati ya umeme, ina maana kwamba umemwezesha kufanya biashara, umemwezesha kuangalia namna bora ya kuendesha maisha yake ambayo huko awali alikuwa hawezi. Kwa hiyo tunaangalia hayo mambo yote na kuona ni jinsi gani ambavyo Tanzania tunaendeleza sera ya mambo ya nje ambayo inaleta matokeo chanya kwenye upande wa uchumi wa mtu mmoja Tanzania, lakini pia uchumi barani Afrika unaimarika. Na sisi tunasema kwamba kwa vile sisi ni waanzilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi tuwe na dira ambayo imekomaa zaidi ili kuendeleza ushirikiano wetu Afrika Mashariki. Uganda tumekuwa na mahusiano ya kindugu, lakini ya kirafiki, lakini pia ya kijiografia, kwa sababu ni rafiki wa karibu na jirani wa karibu. Na sera yetu ya mambo ya nje kama nilivyosema imejikita kwenye mojawapo ya misingi mikuu ni kuendeleza sera ya ujirani mwema ama mahusiano mema ya kijirani. Kwamba sisi toka misingi ya taifa letu tulikuwa tunaamini kwamba baba wa taifa alitujengea msingi kwamba jirani anapokuwa na matatizo ama ambapo hana uhuru
ina maana kwamba Tanzania pia itakuwa haina uhuru kutokana na ule ukaribu uliokuwa nao na jirani yako. Kwa hiyo lengo kubwa la baba wa taifa wakati ule ilikuwa ni kuangalia na kuhakikisha kwamba majirani zetu wote tunapakana nao vizuri, basi pale wanapokuwa na amani ama wanapokuwa na uhuru. Kwa hivyo inamaanisha kwamba sisi tutaweza kuingiliana na jirani zaidi vizuri kwa kibiashara, ambao ndio tunachokifanya sasa. Na kwa nini muda huu? Na hii ni mara ya pili anarudi. Au sio mara ya pili, hii ni mara ya tatu. Kwa sababu mwanzoni mwa mwaka huu kama mnakumbuka, sio mwanzoni, kama mwezi wa pili wa tatu nadhani, alishafanya ziara kama hii ya kikazi. Tunaita working visit. Kuna ziara za kwenye ngazi tofauti. Kwa hiyo kuna ile ngazi ya juu kabisa ambayo ni ziara ya kitaifa, ambayo ni state visit. Alishawahi kuifanya miaka ya nyuma. Na alifanya wakati Rais Samia akiwa madarakani. Na pia Rais Samia ameshawahi kwenda kwa ajili ya ziara hiyo ya kitaifa. Lakini baada ya hapo amekuwa akishiriki matukio mbalimbali ya Tanzania, lakini pia amefanya ziara za kikazi ambazo zimekuwa zinaongozana, na hii yote ni kwa sababu ya ushirikiano ambao tuko nao nchi ya Uganda, lakini pia msimamo wetu na kujipambanua kwetu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao sisi wote ni wana jumuiya, lakini pia ni waanzilishi wa jumuiya pamoja na nchi ya Kenya. Kwa hivyo yeye amekuwa mwenyekiti, amechukua mwenyekiti wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki mnamo mwezi wa 4 nadhani, tulipokuwa na mkutano mkuu wa wakuu wa nchi wa jumuiya. Kwa hiyo amepokea kijiti kutoka kwa Kenya, na sisi Tanzania tukiwa kama makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi tulimpokea pia kwa ajili hiyo. Lakini pia mojawapo ya mambo makubwa ambayo yamemleta hapa nchini hivi karibuni ni mahusiano ya baina ya nchi na nchi. Lakini kutokana na mahusiano hayo, basi anaenda kuweka alama nyingine kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sawa. Pengine mtu angetamani kufahamu sasa kwenye hayo makubwa ambayo yaliyojadiliwa ni yapi zaidi na yatamnufaishaje mtu mmoja mmoja? Kwanza ile safari ziara yake, wameshuhudia utiaji wa saini wa makubaliano ya kujenga kituo kikubwa cha mafuta yani energy kule Tanga. Kama mnavyojua tuna bomba la mafuta linajengwa ambalo likikamilika linabashiriwa kusafirisha mafuta mapipa zaidi ya 200,000 kwa siku, mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka Tanzania, kutoka Tanga. Kwa hiyo sasa Tanga pale inatafsiriwa kwamba itakuwa kituo kikubwa cha nishati Afrika Mashariki. Kwa hiyo mkataba waliosainiana ni mojawapo ni kuendeleza mafuta ama kituo hicho, ama kuanzisha kituo kikubwa cha mafuta ambacho kitaangalia ushirikiano wetu wa Afrika Mashariki, lakini pia itaendeleza sasa ile miundombinu ambayo itakuwa imeshakomaa kutoka kwenye ile bomba la mafuta lililojengwa. Kwa ujenzi wake tulikubaliana mwaka 2017. Kwa hiyo ni takriban tunaenda kwenye mwaka wa 10 wa utekelezaji. Lakini tunaona kwamba tayari wameshaanza kuweka miundombinu ambayo itaenda sasa complement ule mradi mkubwa wa bomba la mafuta. Na ushirikiano huu unaweza kuongeza labda ajira na fursa kwa wananchi? Ni sio tu ajira na fursa, lakini sasa ndo kupanua ile miundombinu na kupata fursa zaidi. Kwa sababu tunasema kwamba sisi Tanzania tumepata bahati ya kijiografia. Tuko kwenye nchi kwenye eneo ambalo tunazungukwa na bahari, lakini pia tuna nchi ambazo zinatuzunguka ambazo hazina bahari. Kwa hivyo sisi imekuwa ni kiungo. Sasa unapokuwa kiungo, wewe una nafasi yako ya kijiografia. Lakini sasa unachukuaje, unatambuaje zile fursa ambazo zinatokana na nafasi yako kijiografia ili kuweza sasa kuzipanua zaidi na kuweza kutafuta fursa nyingine za kiuchumi. Kwa hiyo tunasema kwamba miundombinu ambayo tunaiwekeza Tanzania, bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari nyingine zitakazozunguka, hub ya logistiki, bomba la mafuta la EACOP, yote hayo hayatakuwa na manufaa kama miundombinu mingine egemezi ama tegemezi haijapanuliwa na kuweza kufanyiwa kazi.